Mgogoro unaoendelea kati ya Irani kwa upande mmoja na Marekani pamoja na Israeli kwa upande mwingine umeibua mjadala mzito duniani. Je, Urusi na China wako tayari kuiunga mkono Irani kwa vitendo au wataishia kwenye matamko ya kidiplomasia tu? Baada ya Uingereza kuruhusu Marekani kutumia baadhi ya miundombinu yake ya kijeshi, hali imezidi kuwa tete. Wakati huo macho ya dunia yameelekezwa kwa washirika wakuu wa Teherani, yaani Urusi pamoja na China. Kwa upande wa Moscow, kauli zimekuwa kali, lakini hatua zinaonekana kuwa za tahadhari. Kremlin imelaani mashambulizi dhidi ya Irani na kuelezea masikitiko yake juu ya kuongezeka kwa mapigano. Rais wa Urusi Vladimir Putin ametuma salamu za rambirambi kufuatia kifo cha kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei, akieleza tukio hilo kama ukiukwaji wa misingi ya utu na sheria za kimataifa. Hata hivyo, licha ya msimamo huo mkali wa maneno, Urusi imeepuka kuingia moja kwa moja vitani. Wachambuzi wanaeleza kuwa Moscow inalinda maslahi yake ya kimkakati. Irani imekuwa mshirika muhimu wa Urusi hasa tangu kuanza kwa vita vya Ukraine kwa kumsaidia vifaa vya kijeshi na ushirikiano wa kiusalama. Lakini mkataba wa ushirikiano kati ya nchi hizo hauwalazimishi kupigana bega kwa bega endapo mmoja atashambuliwa. Biashara kati ya Urusi na Irani pia si kubwa sana kulinganisha na ushawishi wa kisiasa waliokuwa nao. Hata hivyo, kwa sasa Urusi inaonekana kuchukua njia ya tahadhari kuonyesha mshikamano wa kisiasa bila kuchukua hatua itakayoweza kuipanua vita. Kwa upande wa China, msimamo wake umekuwa wa kupinga vikali kile inachokiita kuingiliwa kwa mambo ya ndani ya mataifa huru. Beijing imekashifu mashambulizi dhidi ya Irani na kuhimiza mazungumzo badala ya vita. China ni mshirika mkubwa wa kibiashara wa Irani na mnunuzi wake mkuu wa mafuta. Licha ya vikwazo vya muda mrefu vya Marekani, China imeendelea kununua mafuta ya Irani kwa bei ya punguzo, hatua ambayo imesaidia Teherani kuendelea kuimarisha uchumi wake hata katika mazingira ya shinikizo la kimataifa. Makubaliano ya muda mrefu ya ushirikiano kati ya Beijing na Teherani yanaonyesha kuwa uhusiano wao sio wa muda mfupi. Hata hivyo, kama ilivyo kwa Urusi, China haijaonyesha nia ya kuingilia kijeshi moja kwa moja. Badala yake imekuwa ikitumia nguvu yake ya kidiplomasia katika jukwaa la kimataifa kulinda maslahi ya Irani, hususan katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Mkakati wa China unaonekana kuwa wa muda mrefu, kuhakikisha Marekani inaendelea kujihusisha na migogoro ya Mashariki ya Kati, huku ikilinda Irani kisiasa na kiuchumi bila kuingilia vitani. Iwapo mzozo utaongezeka na kufikia kiwango cha uvamizi mkubwa, huenda mizani ya sasa ikabadilika, lakini kwa sasa ishara zinaonyesha kuwa Urusi na China wanapendelea kuisaidia Irani kwa kauli, diplomasia na ushirikiano wa kiuchumi badala ya kuingia moja kwa moja kwenye uwanja wa vita. Kwa Irani, msaada huo ni muhimu, lakini si wa moja kwa moja wa kijeshi. Kwa Urusi na China, maslahi yao ya kimkakati yanaonekana kuwa makubwa kuliko uaminifu wa kijeshi kwa mshirika wao. Hivyo basi, wakati dunia ikiendelea kushuhudia mvutano huu, inaonekana kuwa vita hivi havitakuwa tu vya silaha, bali pia vya ushawishi wa kimataifa na maslahi ya nguvu kubwa duniani kote. Mpaka hapa napofikia tamati, nikusihi endelea kusalia nasi kupitia Koplo Media. Vilevile, kama wewe ni mara yako ya kwanza kuwa nasi, nikuombe subscribe ili usikose taarifa yoyote mpya. Koplo Media, tunahakiki ukweli kabla ya kukujulisha.